Yes, habari za asubuhi familia yangu. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia kwamba kuna baadhi ya watu wengine ambao wanapitia changamoto za kimaisha. Kuna baadhi ya watu ambao wamekata tamaa, wamechoka na maisha. Wengine wanapitia sononi pamoja na huzuni asubuhi hii ya leo. Sasa nimekuja kuongea na wale ambao madaktari wamefukuzwa kazini. Nimekuja kuongea na wale ambao wanafunzi wameachishwa masomo yao. Nimekuja kuongea na wale walimu ambao wamefutiliwa mbali zaidi kazi zao. Nimekuja kuongea na wale watu ambao walikuwa wanahitaji wapate msaada fulani, lakini haijawezekana au haijatokea kitu kama hicho. Sasa niko hapa kukwambia kwamba tumia hayo maumivu kwa ajili ya kujifanikisha. Tumia hizo changamoto kwa ajili ya kushinda. Tumia huko kukelekwa kwa ajili ya kushinda, kwa sababu mshindani ni yule ambaye anakuwa hajaanza na pia anakuwa ameshakata tamaa. Kwa hiyo moja kwa moja wewe hautaweza kuvaa taji, moja kwa moja hautaweza wewe kushinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu hujachukua hatua ya aina yoyote ile. Sasa niko kuambia hapa kwamba chukua hatua siku ya leo. Amka asubuhi, fanya mazoezi, muombe Mwenyezi Mungu. Ukisha muomba Mwenyezi Mungu, fanya vitu vyako vya msingi, fanya vitu vyako vya muhimu, afu muombe Mwenyezi Mungu atie mkono kwenye hiyo kazi yako. Usitegemee pale tena ulipokuwa umefukuzwa. Usitegemee tena pale ambapo ulikuwa umekatishwa tamaa. Usitegemee tena pale ambapo ulikuwa umehuzunishwa. Never come back it again. Create your own. Tengeneza biashara yako, tengeneza msingi wako, tengeneza ajira yako. Utawaajiri hao watu, utawaajiri hao watu. Kwa hiyo leo hii uwezekana wewe unapitia maumivu. Uwezekana leo hii wewe profesa, mwalimu, daktari, mwanafunzi umeachishwa pale ambapo ulikuwa unapapenda. Lakini mwisho wa siku usikate tamaa. Anzisha kitu chako. Hiyo ni njia mojawapo ambayo wamekupatia wewe ili uweze kufanikiwa. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akitaka kuinua watu wake huwa anaachilia maumivu, kupitia yale maumivu. Basi ndipo hapo hapo watu huwa wanashinda. Ndipo hapo hapo mtu huwa anachukua jukumu, anavaa ujasiri, anavaa uhusika, anaanza kazi. Kwa hiyo hata wewe ambaye umeachishwa kazi, umepata maumivu, umepata changamoto, unapitia sononi, umekata tamaa, never stop, never stop, never give up, never give up. Usigive up na haya maisha, usigive up, kwa sababu haya maisha ni full of mistake. Haya maisha ni full of mistake, na kila wakati, kila saa tunapitia matatizo. Kwa hiyo kupitia hayo matatizo, basi tengeneza iwe fursa kwako. Tengeneza hizo pain ziwe ni njia mojawapo za kukuinua. Tengeneza hayo maumivu ulionayo iwe ni njia ya kukuchokonoa. Wewe uko sehemu gani? Usikate tamaa hata siku moja, kwa sababu watu waliokata tamaa ni wale watu ambao hawavai taji. Watu waliokata tamaa ni wale watu ambao hawashindani. Watu waliokata tamaa ni wale watu ambao wanakuwa wamechoka. Almost ukichoka, hata kufanya kitu inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sitaki changamoto hiyo ikupitie wewe. Sitaki hayo maumivu ya kupitia wewe. Ondoka hiyo sehemu. Ondoka hiyo sehemu. Tengeneza kitu cha kwako. Ulifukuzwa kazini, walikufukuzwa kwenye masomo, walikufukuza sijui wapi, walikusema vibaya, ukaona hii haitoshi, ukatoka hayo maeneo. Basi tumia hayo maumivu kwa ajili ya kujipandikisha. Tumia hayo maumivu kwa ajili ya kujijenga. Tumia hayo maumivu kwa ajili ya kufanya vitu vya msingi zaidi, na kuaminia sana wewe ni jembe. Hivi unajua kilichopo ndani ya nafsi yako ni nini? Hivi unajua ni wangapi ambao labda leo hii wewe ukiinuka wataenda kusaidika kupitia wewe? Unalijua hilo? Kwa mfano, kuna siku moja ambao mimi nilikuwa nasoma makala ya dada mmoja anaitwa Oprah Winfrey. Huyu ni miongoni mwa watu ambao walikatishwa tamaa. Ni miongoni mwa watu ambao walifanywa unyama sana. Ni miongoni mwa watu ambao kiukweli historia yake inahuzunisha sana, lakini kupitia yale maumivu ambayo alikuwa anayapata, basi akachukua jukumu la kuwa motivate watu,
akachukua jukumu la kuwasaidia watu wengine, akachukua jukumu la kuwapa watu employment, akachukua lile jukumu la kwamba yeye hawezi kukata tamaa, na mpaka leo hii ni miongoni mwa watu ambao wanasaidia maelfu na mamilioni ya watu. Haya, vipi kwako ukiwa umekata tamaa? Hivi unajua ungetengeneza ajira za watu wangapi wewe? Hivi unajua ungesaidia maelfu ya watu wangapi wewe? Unajua kilichopo ndani yako? Unajua makusudi yako ulionayo? Unajua Mwenyezi Mungu alikuita duniani ufanye nini? Ukijua vitu vya namna hiyo, huwezi kukata tamaa, kwa sababu kuna maelfu ya watu wengi sana ambao wanakutegemea kupitia wewe. Na kama wanakutegemea kupitia wewe, kwa nini ukate tamaa? Kama wewe ndio bendera, wewe ndio fimbo, wewe ndio mkongojo, kwa nini uvunjike? Kwa nini uvunjike na angali safari ni bado? Kwa nini uishia njiani wakati safari bado? Pambana mpaka mwisho, pambana mpaka mwisho, usikate tamaa. Tumia hayo maumivu kujijenga, tumia hayo maumivu kujichokonoa wewe ni nani, tumia hayo maumivu uwe ni fundisho, tumia hayo maumivu kuwa influencer kwa watu wengine, tumia hayo maumivu kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Kuna baadhi ya watu wengine ambao ni yatima sasa hivi, baba yake amefiwa, mama yake amefiwa, lakini wewe una kila kitu na hajakata tamaa huyo mtu. Wewe una kila kitu lakini umekata tamaa. Kuna siku moja ambaye mimi nilikuwa nimepitia makala fulani, nilikuwa nasikiliza presentation ya Niki. Niki ni miongoni mwa watu ambao ukimwangalia hana miguu, viungo vyake hana, lakini anakuambia kwamba hatuwezi kukata tamaa kwa sababu tuna Mungu mkubwa. Hatuwezi kuchoka kwa sababu tuna Mungu mkubwa. Sasa nikashangaa, Niki ni miongoni mwa watu ambao ana influence people wasikate tamaa. Anakaa majukwani, anafanya presentation, anawaambia watu msikate tamaa. Kama mimi Niki sijakata tamaa, niko hivi, sijakata tamaa kwa sababu Mungu ni mkubwa. Aliamua mimi kunifanya niwe hivyo, aliamua kunifanya mimi niwe hivi ili nikawe fundisho kwa watu wengine. Kwa nini wewe umekata tamaa? Kwa nini wewe umekata tamaa? Kama Niki ambaye hana viungo hajakata tamaa, kwa nini wewe ukate tamaa? Why you? Why you? Never lose your hope. Never lose your hope. God see you. Mungu anakuona. Na pale unapokuwa umekata tamaa, Mwenyezi Mungu hawezi kupanda mbegu yako. Mwenyezi Mungu hawezi kupanda mbegu yake. Siku zote Mwenyezi Mungu anapanda mbegu ambapo anahisi kwamba itaota. Huwa hatupi mbegu yake sehemu ambapo ni pakavu. Huwa hatupi mbegu yake sehemu ambapo anahisi hapana rutuba. Huwa haweki mbegu yake ambapo anahisi kwamba hapana maji, hapana uhai. Aweke ya nini? Aweke kwa sababu itakufa. Kwa hiyo hata wewe ukikata tamaa, mbegu yake Mwenyezi Mungu hawezi kukuwekea wewe. Na watu wote ambao wamekata tamaa siku zote huwa hawapati idea mpya. Huwa hawarefresh. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotaka kupanda mbegu yake, anakutana na maumivu makali. Anakutana na roho ipo ngumu. Atawekaje kitu ambacho sehemu ambapo hapawekeki? Anataka kuotesha mbuyu. Anataka kuotesha mbuyu juu yako, lakini anakutana wewe umeweka jiwe, ataoteshaje? Kwa hiyo usikate tamaa, usikate tamaa ili Mwenyezi Mungu apande mbegu yake. Usikate tamaa ili Mwenyezi Mungu apande mbegu yake. Tumia hayo maumivu kujijenga. Tumia hayo maumivu kuwa fundisho kwa watu wengine. Tumia hayo maumivu kuwa suluhisho kwa watu wengine. Tumia hayo maumivu kuwa ndio njia pekee ya kujisaidia. Kipindi cha maumivu, kipindi cha shida, kipindi cha nyakati ngumu ndio kipindi cha kujifanikisha. Ndio kipindi cha kunufaika, ndio kipindi cha kunenepa na kula vizuri. Katika kile kitabu cha Bible kuna mfalme mmoja ambaye kipindi ambacho wao wanapitia katika hali ngumu za maisha, wanapitia katika drought, lakini yeye alinufaika. Yaani yeye ni tajiri kumzidi hata mfalme. Yeye ni tajiri kumzidi hata mfalme, hata rais wa nchi.
Kwa hiyo hata wewe, kipindi cha nyakati ngumu ndio muda wa kuwa tajiri, ndio muda wa kunufaika zaidi. Never lose your hope. Never lose your hope. Usipoteze tumaini, usipoteze tumaini. Endelea kupambana hata kama uoni. Endelea kufanya hata kama uoni. Endelea kuinuka hata kama uoni. Endelea kuota hata kama hauoteki. Endelea kuchipua hata kama hapachipukiki. Wewe endelea kuchipua. Kuna siku moja ambapo mimi nilipata funzo kwenye mti. Miti, ukipanda mti, ikatokea labda umepanda mti sehemu ambapo kuna cracks au kuna mawe, kuna joint, mti huo unaendelea kuota. Mti huo unaendelea kuota. Haijalishi patakuwa ni ngumu aina gani. Kuna miti mingine ambayo ipo jangwani, mikakatus, inaendelea kuota. Sasa kwa nini usiwe wewe? Kwa nini usiwe wewe ukaendelea kuota katika hilo jangwa? Kwa nini usiwe wewe ukaendelea kuota katika hayo maumivu? Kwa nini usiwe wewe ukaendelea kuota katika hilo jangwa? Unakuta mti umeupanda zaidi ya mwaka mzima, unaonekana bado unakuwa, lakini haujapoteza tumaini. Kwa sababu ungepoteza tumaini, huo mti ungekauka. Ungepoteza tumaini, huo mti ungenyauka. Lakini unakuta mti ni mwaka mzima bado unaendelea kuishi. Ni umedumaa uko chini, lakini bado unaendelea kuishi, bado unaendelea kukua, bado haujakata tamaa, bado unaendelea kuchipua. Utakapokuja mwaka mwingine unashangaa mti ni mkubwa. Sasa unaanza kujiuliza, huu mti vipi? Sehemu ya jangwa, sehemu yenye jiwe, sehemu yenye drought, umekuja kuota na kuwa mkubwa. Hata wewe nakwambia, endelea kuota, endelea kuchipua. Endelea kuchipua kama mti uliopo kwenye jangwa. Endelea kuchipua kama mti uliopo sehemu za drought. Endelea kuchipua kama mti ulioota kwenye mawe. Endelea kuchipua kama mti ulioota katika mamomonyoko. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Never lose your hope. Never lose your hope. Na pale endapo ikatokea unaelekea kukata tamaa, tafuta sehemu ambazo ni plain. Tafuta sehemu zenye uwazi. Nenda barabarani ambazo unahisi kabisa kwamba kwenye haya maeneo magari huwa hayapiti. Nenda kapige kelele huko. Kapige kelele, tamka kwa nguvu, achilia hayo maumivu, achilia hizo sumu ulizonazo. Na maisha mengine yaendelee. Hata kama wewe ni mwalimu, ni profesa, ni daktari, ni mwanafunzi, mjasiriamali, mfanyabiashara, unapitia changamoto. Wezekana labda umekula losi, wezekana labda umefukuzwa kazini, wezekana bosi anakusema vibaya, lakini kitu cha msingi zaidi ni kutokata tamaa. Na hii ni Mbilinyi Online Academy. Nenda katika mitandao ya kijamii, nenda ka follow Mbilinyi Online Academy. Natumai itakusaidia sana. Na siku ya leo tulikuwa tunafanya mazoezi kwa sababu ni asubuhi. Kijana mdogo natakuwa ufanye mazoezi. Bado hujafikisha miaka 30, bado hujafikisha miaka 45. Na yule mtu ambaye ana umri wa miaka 100 asemeje? Na yule mtu ambaye ana miaka 89 asemeje? Kwa hiyo kama wewe ni kijana, endelea kufanya mazoezi, lakini usikate tamaa. Usikate tamaa. Haijalishi ni shida ya aina gani ambayo unaipitia, haijalishi ni changamoto ya aina gani ambayo unaipitia, kwa sababu kuna changamoto zingine ukianza tu kutafuta suluhisho, basi jibu lake linapatikana. Never lose your hope. I'm Mbilinyi Online Academy. Go to YouTube, Facebook, Instagram, follow Oscar Project or searching Mbilinyi Online Academy. I think you will getting more and getting more awareness. Thank you. Having a nice day, having a nice morning.